Ni jambo la furaha kuiona siku ya leo ambayo miongoni mwetu au wengi wetu wangetamani kuiona, lakini hawakuweza kuiona. Lakini kuna wengine walitamani kufika katika nyumba za ibada, kutokana na changamoto kadha wa kadha hawakuweza kufika. Lakini yawezekana sisi ambao Mungu ametupatia nguvu ya kufika siku ya leo na kushiriki ibada ya leo, tukaona ni kitu cha kawaida. Lakini nataka nikuhakikishie, sio kitu cha kawaida. Mungu ametuwezesha, ni Mungu ambaye ametufikisha siku ya leo. Tuombe. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tunashukuru kwa ajili ya watumishi wako hawa ambao wamekuja siku ya leo. Bwana, tunaomba siku ya leo ikaweze kuwa ni siku yenye mibaraka mikubwa sana. Kila mshiriki atakaye ondoka siku ya leo akaweze kuwa na furaha kubwa katika maisha yake. Tuna imani ya kwamba umekusudia siku ya leo iweze kuwa ni siku yenye baraka. Kile ambacho umekusudia siku ya leo tuweze kukipata, tunakusihi Bwana kikaweze kudumu katika maisha yetu. Lakini tuna huduma ya ushirika mtakatifu ambayo ipo mbele yetu. Bwana, tunaomba ikapate kibali mbele zako. Tunashukuru Mungu wa mbinguni, na kwa sababu hiyo tunaomba kupitia jina la Kristo Bwana wetu, amina. Mimi naitwa Mwinjilisti Ferdinand Alois Mgimba, nami pia ni mshiriki wa kanisa hili, na kwa mwaka huu Mungu amenipa zamu. Uzee wa kanisa ni zamu. Kila moja Mungu atakapopenda aingie kwenye zamu hiyo. Tuna imani kubwa, kazi ya Mungu inafanya nini? Inasonga mbele. Siku ya leo tuna somo ambalo linaitwa Mwokozi Yesu. Pia ukiangalia kwenye kwaya ya kanisa wamesema Kristo amefufuka, lakini ukisoma ukiangalia ile beti la 3 linazungumzia habari shindi wa Yesu Kristo. Linasema kwamba Yesu ameshinda nini jamani? Kristo ameshinda kifo. Kwa hiyo siku ya leo wapendwa, na namna ilivyokaa ni huduma ya ushirika mtakatifu, na iliwekwa na Yesu mwenyewe. Alitoa agizo kwa wanadamu wote, kwa Wakristo waweze kuadhimisha siku hiyo. Somo letu tutapatikana katika kitabu cha Mathayo 26. Tutasoma Mathayo 26 mstari wa 17, lakini pia tutaangalia kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 36 hadi wa 47. Pia mwishoni tutahitimisha na fungu kutoka kitabu cha Luka mtakatifu 22 mstari wa 40, tutaenda mpaka mstari wa 44. Sisi tupo hapa leo kwa sababu ya kifo cha Yesu msalabani. Mathayo 26 mstari wa 17, hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka? Kabla hajauendea msalaba wa Kalvari, kulikuwa na hii huduma ya ushirika mtakatifu. Akiwa ameketi na wanafunzi wake, walifanya huduma ya ushirika mtakatifu. Walienda katika bustani ya Gethsemane. Hasa ndugu zangu wa Kristo wenzangu, ambao kwa neema ya Mungu tumepata fursa hii ya kuwa pamoja siku ya leo, tutaangalia Yesu alivyoingia katika bustani ya Gethsemane pamoja na wanafunzi. Kuna nini kilitokea? Ukisoma kitabu cha Mathayo 26 ukianza ule mstari wa 36, Biblia inasema, kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani iitwayo Gethsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe.
mstari wa 37 anasema, akamchukua Petro na wale wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akamwambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Yesu aliwaambia wanafunzi wale wakae mahali pale kwa ajili ya kukesha pamoja na Yesu. Lakini mstari wa 39 anasema akaendelea mbele kidogo. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifurifuri, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Anasema, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Sasa utajiuliza maswali wakati Yesu akiomba. Ina maana Yesu alikuwa mwoga kiasi kwamba akamwambia Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Akawajia wale wanafunzi akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Hili lilikuwa ni swali. Hamkuweza kukesha nami hata saa moja? Sasa ina maana kwamba Yesu alikuwa amekesha kwa kipindi kirefu kidogo, lakini alikuwa anawaambia wanafunzi, je, hata saa moja singewezekana muweze kukesha mkiomba? Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Anasema kesheni muombe msije mkaingia wapi? Majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Wapendwa, wanajua maombi yanatuwezesha sisi kusimama imara katika imani. Mnasemaje? Kwamba hata ikiwa kuna majaribu kiasi gani, ikiwa sisi ni watu wa maombi, Biblia inatuambia kwamba tukiwa na maombi tunaweza kusimama imara, kwa sababu hata Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kesheni msije mkaingia katika nini? Majaribu. Na kwa sababu hiyo alisema hivyo kwa sababu gani? Alijua ya kwamba Yesu Kristo si muda mrefu atakufa. Sasa anafikiria, je, hawa wanafunzi ambao hawana maombi na yumkini labda wanamtegemea sana Yesu Kristo, wanafikiria kwamba wao maisha yao, majaribu yote yatakayokuja Yesu atafanya nini? Atawashindia. Lakini Yesu aliwaambia kwamba kesheni msije mkaingia katika majaribu. Akaenda tena mara ya pili akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa mapenzi yako yatimizwe. Ndio anaendelea kusema kikombe hiki kifanye nini? Kiniepuke. Sasa ndio maana nilisema mara kwamba, je, Yesu alikuwa anaogopa mateso? Je, Yesu kitu gani kilikuwa kinamfanya aone kuna mzigo mkubwa ambao anapaswa kuubeba? Ni kitu gani? Je, tunafikiri Yesu alikuwa anaogopa kifo cha msalaba? Na kwa sababu yeye alikuwa anafahamu, na alikuwa anafahamu ya kwamba yeye atakufa. Lakini hapana, hapa kuna kitu ambacho Yesu alikuwa anakiongelea. Kawaacha tena, akaenda akaomba mara ya tatu akisema maneno yale yale. Ukisoma mstari wa 45 anasema, kisha akawajia wanafunzi wake akawaambia, laleni sasa mpumzike, tazama saa imekaribia na Mwana wa Adamu atatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Pendwa, jambo ambalo Yesu alikuwa anaona ni mzigo mkubwa ambao yeye ilikuwa ni ngumu namna ya ubebaji wake, ni dhambi za wanadamu. Yesu alisema ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Sio kwamba alikuwa anaogopa mateso ambayo alikuwa anaenda kuyakabili, kwa maana ya kuwekewa taji la miiba kichwani, kupigwa mijeledi. Lakini jambo zito ambalo alikuwa anaona kwamba ni zito ni jinsi ambavyo ataenda kubeba mizigo ya wanadamu. Hata kizazi cha leo, hata sisi ambao leo tumekuja hapa tunajifunza neno la Mungu, Yesu alibeba mizigo ya dhambi. Yesu alitubebea mizigo ya dhambi. Hicho ndio kitu ambacho kilimfanya Yesu aone uzito mkubwa, kwa sababu ilikuwa ni jambo kubwa kabisa la
kubeba mizigo ya dhambi ya wanadamu, kwa maana ya kwamba sisi leo hii hatukustahili kuja ndani ya hekalu hili, lakini kwa sababu ya upendo wa Yesu alikubali kubeba mizigo ya dhambi ya wanadamu. Luka mtakatifu 22 mstari wa 40, kwa ndio fungu letu la mwisho. Biblia inasema alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Anaendelea kuweka mkazo juu ya fundisho ambalo lilipatikana katika kitabu cha Mathayo. Mstari wa 41 anasema, mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. Anasema akiwa karibu na wale wanafunzi wake, kiasi cha kutupa jiwe, na maana unachukua jiwe unalirusha hivi, mwisho wa lile jiwe ndipo mahali ambapo Yesu alienda, akajitenga kidogo na wale wanafunzi wake. Anasema malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Ukisoma ule mstari wa 44 anasema ya kwamba naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Sasa sio kwamba alikuwa amekutwa na hii hali kwa sababu ya kuogopa, uoga, pana, kwa sababu ya mizigo mizito ya dhambi ambayo alipaswa kuibeba ya wanadamu. Na hapa anaweka mkazo zaidi juu ya hali ambayo Yesu alikuwa nayo. Wapendwa, katika kifo cha Yesu alikufa kifo cha unyanyasaji mkubwa sana, kifo cha ukatili kabisa. Ndicho kifo ambacho Yesu alikikabili, lakini